Acha nifuatilie na nijue huo uwezo kautoa. Tunataka mzigo wetu. Mzigo umepotea kaka. Unasemaje Kenge? Mwacheni. Atumuachi. Tunataka mzigo wetu. Nimesema mwacheni. We dada, hii kesi ni ya wanaume, hayakuhusu. Kenge. Pole sana. Nashukuru dada. Wale watu waliokuwa wanakupiga wameshaondoka. Asante sana dada yangu. Saleh. Mwanangu, maisha yamekuwa ni magumu. Yaani hali imekuwa ngumu ndugu yangu, yaani hadi najiuliza mara mbili nifanye kazi gani yani. Masikia mwanangu? Sasa hivi kweli maisha magumu, tena sio poa. Oya mzee, usipokaza mwanangu lazima utafeli. Kabisa yani utafeli. Sasa hivi sio kucheza cheza mwanangu. Kwa kazi upambane, pige kazi mzee. Lakini bila hivyo utafeli, kufika mzee. Alafu kumbuka Benja, wewe mwanangu unatafutwa. Kazi yetu hujamaliza mzee. Kinaelewa? Fanya kila harakati umalize kazi za watu. Simeelewa mwanangu. Yaani kusema mzigo mwanangu unanichanganya. Yaani ile kazi ni kazi ngumu na sio kwamba nilishindwa kuifanya. Kwa nishamaliza lakini sasa nimekimbizwa na maaskari. Ilibidi niachie mzigo tu mimi niondoke zangu. Kwa sababu ule mzigo ni mzigo hatari. Ningekamatwa mpaka sasa hivi sijui ningekuwa niko wapi. Umeona? Kwa sasa ni bora nijinusuru nikafanye maisha mengine mwanangu, ila sio ile kazi. Okay sawa. Sasa maneno hayo watakuelewa? Kuzungumza kwa mimi bwana ni kwa 1 2 3. Nani atakuelewa mwanangu? Kazi ni yoyote ile babu. Yaani kazi yoyote ile nafanya lakini sio hiyo kazi. Hiyo kazi ni kujitoa. Umeona? Yaani kama unajua kwamba hauna mtu wa kukutegemea na hauna ndoto ya kesho, basi unaweza ukaifanya, lakini sasa mimi nategemewa mwanangu na familia. Kwa siwezi nikajitoa kwa ajili ya ile kazi ya ajabu. Acha nifanye kazi nyingine. Basi poa mwanangu, kwenda kwenye jombo tutembee.
Hongera sana dada. Asante. Tena hongera dada. Najiuliza imekuwa kwaje wewe kutoka kule na ni miaka mingi sana kufungiwa. Nikikuangalia machoni mwako naona kuna kijana ambaye amekusaidia, na nikimfuatilia huyo kijana ni kijana mzuri na ana moyo sana na imani pia. Ila ni kwa hivi kitu kimoja dada, nataka nimfuatilie huyo kijana na nimjue ametoa wapi uwezo wa kukufungulia wewe kutoka kwenye kile kifungo. Ninachokuomba na ninachokufanya uache kumfuatilia kijana. Nadhani umenielewa. Okay. Ila siwezi kusikiliza dada. Acha nimfuatilie na nijue huo uwezo kautoa. Nisamehe sana dada yangu, maana mawazo yako mbali sana. Nisamehe sana. Bila samani, sijali. Asante. Benja. Wewe umenijuaje? Nakufahamu. Nakufahamu. Unakumbuka siku ile unakimbizwa na wale jamaa? Ile ndo siku ulionisaidia. Hapana. Mimi nakumbuka kuwa wewe ndo uliyenisaidia. Kwa hiyo jinsi unavyosema kwamba nilikusaidia nashindwa yaani nashindwa kuelewa, na pia sina kumbukumbu kwa kweli kama nilikusaidia. Basi nitakuja nyumbani kwako ili nijitambulishe zaidi unifahamu. Ila mimi nakufahamu kabla ya yote. Lakini dada yangu, mbona sina kumbukumbu kama nishawahi kusaidia? Au mwanangu, nahisi kama vile kuna kitu ambacho kiko sawa. Kitu gani hicho mzee wako? Najua leo katika pitapita zangu kuna dada mmoja hivi nimekutana naye. Umeona? Sasa yule dada katika kupishana naye kwa bahati mbaya nikampamia. Umeona? Sasa nikajaribu kumuomba msamaha yule dada, lakini dada watu wakawa nimuelewa. Umeona? Ndio. So tukaongea pale kila mtu. Sasa cha ajabu nilipoondoka tu, yule dada akikia ananiita. Umeona? Ananiambia kwamba ananifahamu. Na cha ajabu kabisa kaniita kwa jina langu. Serious mwanangu. Sasa mimi nikamuuliza yule dada, "Wewe umenifahamuje? Mbona mimi sikujui?" Ananiambia kwamba kuna siku nishawahi kumsaidia. Lakini nikifikiria hakuna mtu yeyote ambaye nishawahi kumsaidia. Umeona? Na mpaka hatua hiyo ananiambia kwamba anataka siku moja aje anitembelee nyumbani kwangu. Sasa bwana, katika kufikiria kwangu yani naanza kujiuliza, unaona, navuta kumbukumbu yule dada nishawahi kukutana naye wapi. Ghafla yule dada akatoweka. Na sijui hata alielekea wapi. Unafeli wapi mwanangu? Kama mtu ulimsaidia
kumbuka, vuta taswira, ulimsaidia wapi? Unajua wanawake wanatunza sana kumbukumbu. Wewe umemsaidia, inawezekana wewe umejisahau. Yeye lazima kutunza kumbukumbu. Unaelewa? Wewe labda ukumbuke, labda kukutana naye sokoni, labda umemkishia mzigo. Unaelewa? Au kakomba nauli, labda stendi, umempatia nauli. Hakumbuka. Unaelewa? Halafu mwanangu usikie nakwambia, sawa. Ndio kama akakwambia kwamba anakukumbusha vitu ambavyo wewe hauvielewi. Yaani wewe kakuelewa mwanangu. Sasa wewe unafeli wapi? Wanawake ndio walivyo, wanakutongoza, yani hawezi kuja direct kwamba mimi nakupenda sio na nini. Lazima aje kistaili hiyo. Mimi nilikuona, si nini? Kaona ile sababu, kaona wewe mwema. Mzee baba. Sio rahisi jinsi unavyofikiria wewe. Unajua hata kama ungekuwa ni wewe, labda wewe unachukulia simple kwa vile yani imetokea kwangu, lakini kikawaida hata ungekuwa ni wewe, nadhani ungeshangaa. Siwezi nikatokea tu from tu yani au nijui sikujui alafu nikakuita kwa jina lako. Nikamwambia nakufahamu hivi na ukivuta kumbukumbu hujawahi kuniona. Yule dada ni mgeni kabisa katika macho yangu. Benja wewe umejisahau. Sasa sikia nikwambie. Yes kasema anakuja. Siku anapanga siku anakuja kukumbusha kwamba wapo ulimsaidia. Msikilizie mwanangu. Na usifeli, yani wewe msikilizie, usikize kodi zake anazosema hii koje sio nini Huyo demu huyo hakuelewa mwanangu. Hata mimi nakwambia usifeli ndio wakati. Ngoja tumsikilizie tuone siku hiyo. Hilo ndio neno sasa.